ndivyo maandiko yanavyozungumza. Kwa nini maandiko yanavyozungumza hapa kwenye Mithali, yanazungumza katika Mithali 4:23, kwa nini asiseme linda sana mguu wako, linda sana mkono wako, linda sana kichwa chako, linda sana tumbo lako? Lakini anazungumza kwamba linda sana moyo wako kuliko yote yalindayo. Kwa nini? Kwa sababu kwenye moyo ndiko ambazo zinatoka chemichemi za uzima wa milele. Na shetani ameshajua kabisa kwamba atakapogusa moyo wako ukajeruhika, hutokuwa na nguvu ya kufanya kitu chochote. Na ndio maana maandiko matakatifu yamezungumza wazi kabisa, na yanasema wazi kwamba kwa habari ya Yusufu yamesema kitu kimoja. Anasema Yusufu alipoenda kwa mke wa Potifa alisingiziwa. Alisingiziwa ili nini? Ili moyo wake ujeruhike. Ziwa na mke wa Potifa ili moyo wake ujeruhike. Manake moyo wake ungejeruhika, hata Mungu asingeweza kukaa pale na kumfikisha kwenye lile kusudi ambalo alikusudia kwenye maisha. Kumbuka, Yusufu aliumbwa kwa kusudi kabisa kamili, lakini pia wewe umeumbwa kwa kusudi kamili, na mimi nimeumbwa kwa kusudi kamili. Kwa hiyo kama umeumbwa kwa kusudi kamili, haupo kwa ajili ya kutalii hapa duniani, hapana. Lakini kila mmoja yupo kwa sababu ya kutimiza lile kusudi. Kwa hiyo kama mke wa Potifa alipomsingizia Yusufu, alimsingizia moyo wake ili uweze kujeruhika, kwa sababu moyo wake ungeweza kujeruhika, asingeweza kufikia lile kusudi ambalo Mungu amelikusudia. Lakini pia kwa wakati mwingine Mungu hakai kwenye moyo uliojeruhika. Kuna maombi tutaomba sana, lakini hatutafanikiwa endapo mioyo yetu bado imejaza machungu na maumivu kwenye maisha, imejaa kuwachukia na kuwasema wale watu ambao wametusema kwenye maisha, au na kuumia kule, tunaingia kwenye dhambi nyingine mbaya kabisa. Lakini Yusufu baada ya kufahamu jambo hilo, wala kuliweka kwenye moyo wake, alichokifanya Yusufu alikimbia ile dhambi. Hata kuweka mtu kwenye moyo wake, hakumweka ule mke wa Potifa. Hapana, maandiko hauna mahali ananiambia hivyo kwamba aliweka mke wa Potifa kwenye moyo. Akiwa kule gerezani akawa anamfikiria mwanamke amesababisha nimeingia huku bila hatia. Hapana, lakini Yusufu alikaa kuendelea kumwangalia Mungu anasema nini kwa ajili ya maisha yake. Yusufu alijua kwamba ili afanikiwe anahitaji adui. Sasa mke wa Potifa alichokifanya, alichukua ile nguo ya Yusufu kuwa kama ushahidi. Ashukuriwe Mungu wa mbinguni. So maandiko yananiambia nini? Maandiko yanazungumza hivi: baada ya Yusufu kwenda gerezani, kutoka pale kutafsiri ndoto ya mfalme, maandiko matakatifu yanasema kitu kimoja, kwamba alichokifanya Yusufu baadaye alikuwa ni mtu mkubwa. Manake alipata tena nafasi, kama alipata nafasi. Kwa hiyo Yusufu aliinuliwa kwa sababu hakufanya dhambi ya kumweka mtu au watu ndani ya moyo wake. Moyo wake kila saa ulikuwa mweupe, na ndio maana Mungu bado aliendelea kumtafuta hata kule gereza, aliendelea kusema naye hata kule gerezani, na kusudi liliendelea kumfuata popote alipotembea, na maisha yake yalikuwa salama, na akainuliwa sana kwa sababu hakusikiliza maneno yale ya kumtia uchungu, wala kuacha moyo wake ukajaa uchungu. Unajua, watu wengi leo wamejaa maumivu mengi sana kwa sababu ya uchungu uliopo kwenye mioyo, kwa sababu mioyo yao imejaa maumivu kwa sababu ya kusemwa. Lakini sikiliza, tutarudi kusema hivi, hata Yesu alisemwa, hata sisi tutasemwa sana, lakini pamoja na kusemwa tunatakiwa tulisimamie kusudi. Sikiliza, Yusufu baadaye Mungu alimuinua, na pamoja na mke wa Potifa kubaki na nguo yake kama ushahidi, lakini haikumsaidia chochote. Kwa nini? Kwa sababu sikiliza, Yusufu alipoondoka, baadaye alipofika sehemu nyingine, Mungu alimpa neema ya ukuu, alimpa kiti, alimpa nafasi, lakini pia alimpa vazi la ukubwa wa nafasi aliyoipata, lakini pia alipata heshima. Kwa nini? Kwa sababu ya uvumilivu aliyokuwepo nayo, lakini pia kwa sababu ya kuruhusu maneno yakamwingia ndani ya moyo wake, wala kuruhusu machungu yakapenyeza kwenye moyo wake. Sikiliza, maadui zako ambao unaona siku ya leo wanaokusema na kuzungumza,
tunawahitaji hao na unawahitaji hao maadui ili wawe kama ngazi ya wewe kukanyaga na kufikia lile kusudi ambalo Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Haleluya. Kwa hiyo kuna saa utafika kwenye kusudi, lakini ili uweze kufika unahitaji ngazi ya kufikia kusudi. Sasa ngazi ni ipi? Ni maadui zako. Ngazi yangu mimi kufikia kwenye kusudi lile ambalo Mungu amelikusudia duniani ni nini? Ni maadui. Ni watu ambao watakuwa kama maadui kwenye maisha yangu, ili wao wawe ni sababu ya Mungu kuinua viwango vingine, lakini mimi kuwakanyagia ili niweze kupanda kwenye lile kusudi ambalo Mungu ameliandaa kwenye maisha yako. Na kwenye maisha yako vile vile unamhitaji mke wa Potifa ili akusingizie, ili ufike kwenye hatua nyingine kubwa zaidi. Sikiliza, huyo adui wako atakapobaki na nguo zako kama ushahidi kwenye uongo anaokusingizia, au atakapobaki na kigezo chochote kama ushahidi, utakaporudi utarudi na nguo ile, lakini utarudi tena na vazi lingine la ukubwa kwenye maisha yako. Utarudi tena na udhaifu ambaye adui yako anaotumia, lakini utarudi tena na nafasi nyingine kubwa ya kuinuliwa zaidi. Kwa hiyo adui wako naye ataona aibu, na ndio maana maandiko yanasema nini? Ombea adui yako aishi miaka mingi. Ombea adui yako. Kwa nini? Adui yako atakapokuwa anaendelea kuishi, baadaye atashuhudia vile vitu ambavyo Mungu amefanya kwenye maisha yako. Lakini pia kitu kingine kikubwa cha kujifunza ni kwamba jinsi ambavyo tunaangalia maandiko yanatuambia wazi ya kwamba siri kubwa ya kufanikiwa kwa huyu mheshimiwa Yusufu, alifanikiwa kwa sababu alikuwa ni mtu wa unyenyekevu sana. Alinyenyekea pamoja na kwamba mke wa Potifa alimsingizia, lakini hakubaki kwenye kiburi, hakubaki kwenye kuangalia yale mazingira, lakini alibaki kuangalia ile kusudi ambalo Mungu amemwambia kwenye maisha yake. Haleluya. Sasa kuna watu ambao leo wanaishi lakini wamekata tamaa sana kwa sababu wameangalia maneno ya wanadamu waliozungumza. Watu tumekuwa chini ya maneno ya watu. Usikubali kuwa chini ya maneno ya watu. Usikubali injini yako ambayo ni moyo wako ukaharibika, mtumishi wa Mungu. Kwa sababu moyo ukiharibika utashindwa kufanya kitu chochote kwenye maisha, na adui anachokitaka, anataka moyo wako umie. Ni nini? Moyo wako ukiumia utajaza kiburi, utajaza kinyongo, utajaza visasi, utajaza machungu, utajaza watu waliokusema, na hatimaye utapasuka. Sasa moyo unazidiwa. Na pengine tukiingia kimediko kidogo, ukiangalia moyo wako ukizidiwa, ndo pale mabadiliko yanaanza, kama ndo injini ya maisha yako, na mara unaanza kusikia mara pressure imepanda. Kazi gani? Pressure imepanda kwa sababu ya moyo kusumbuliwa na maneno ya wanadamu.